Mkwawa mwenyewe alivutiwa na pamba za Waarabu, hasa ufungaji wa kiremba. Akaanza naye kupiga vazi la Kiarabu. Mpaka leo hilo ndo vazi la machifu wa Uhehe. Mkwawa akawapenda sana Waarabu. Akajifunza Kiarabu na kuwapa eneo la Lujewa Mbeya wakae huko. Ndo maana Waarabu wengi wa Iringa wanatokea Lujewa. Hizo zote ni juhudi za Mtaki. Bwana. Mtaki ndo alimshauri mzee Mkwawa kujenga uzio kuzunguka makazi yake yaliyokuwa wazi. Mtaki akamshauri pia Mkwawa amuoe mtoto wa Mtemi Isike wa Tabora. Mkwawa akakubali. Mtemi Isike akawatuma Wakonongo kumsindikiza binti kuolewa kwa Mkwawa. Trust ya Mkwawa kwa Mtaki kawa kubwa mpaka kuamua kumpa Mtaki Uhehe. Akaitwa Mtaki Mianyenza. Akamteua pia kuwa Mzagila, yani chifu msaidizi, asiye na eneo maalum la kiutawala, bali alimfanya kuwa Mzagila maalum. Leo hii tungemuita waziri asiye na wizara maalum, ila mwenye mshahara maalum. Wakati Wajerumani wanarudi kupigana na Mkwawa kwa mara ya pili, walikuta ikulu ya Kalenga iko kwenye ngome imara. Wakavunja ngome na kuua askari wengi, lakini chifu Mkwawa aliwaponyoka, wakaishia kumteka mwanawe wa kwanza Sapi, aliyezaliwa mwaka 1879, mwaka ambao babu yake Munyigumba alikufa. Wajerumani wakamweka Sapi karibu ili kupata ahueni ya kutawala Uhehe. Wakampa kazi ya kukusanya kodi huko Kilwa. Sapi akasilimu ili kuendana na tamaduni za jamii ya Waislamu. Mpaka leo hii uzao wa Sapi ni Waislamu swafi kabisa. Wajerumani walivyoondoka, alirudi Kalenga kuwa chifu wa Wahehe katika utawala wa Waingereza. Alizinguana sana na Waingereza mpaka kumpeleka uhamishoni kwenye visiwa vya Saanane katika ziwa la Nyanza. Mwaka 1951 alifia huko na maiti yake ilirudishwa Kalenga alikolala na mababu zake. Huyu Sapi ndo baba yake na chifu Adam Sapi, spika wa kwanza wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sapi akiwa na umri wa miaka 27 tu, aliingia kwenye baraza la kutunga sheria mwaka 1947. Basi bwana, chifu Mkwawa akiwa msituni aliendeleza vita na Wajerumani mpaka Wajerumani wakakiri kwamba hawajawahi kupambana na mtu mwenye mbinu nyingi za vita vya msituni kama Mkwawa. Aliwachezesha gwaride toka Oktoba mwaka 1894 mpaka Julai 19 mwaka 1898, pale alipoamua kujipiga risasi mwenyewe.